Uharigani mwanafamilia wa Lobe Media. Mimi ni Lobe Brand na leo tuko kwa Jayvo Artist. Tumemfuata ofisini kabisa baada ya kukutana na yule mteja wake ambaye alihudumiwa na kumwagia sifa kede kede, kijana mwenzetu, mpambanaji mwenzetu. Leo live tuko naye hapa kwenye hiki kinanda. So hapa tutakwenda kuzungumza mambo kede kede kuhusiana na fursa kwa vijana, kuhusiana na kazi yake ya artist pamoja na kubandika sticker na vitu kaa hizo, yani vitu ambazo zinahusiana na artist ndo mambo anayehusisha mwanetu hapa. Bila kupoteza wakati, acha tupige naye story. Stay tuned. Hali gani mwanangu? Fresh hivi. Kama kawaida. Hakika bwana. Bora umepoa sana, sioni uchangamfu. Hamna, si unajua saa nyingine kazi hamna kama hivyo unatakiwa. Au funga imekaza. Hamna, si unajua Ramadhani tu tunavumiliana nayo. Au sio? Ndio hivyo jamani. Mimi bwana, tumekuja hapa leo tunataka kujifunza vitu vingi sana kutoka kwako. Sijui upo tayari kutupa madini? Fresh. Mimi nakuelekeza. Kitu cha kwanza ambacho natamani kujua, ulianzaje mpaka ulifikia hapa? Yaani nataka kujua zile, yani utupe ile story yako kwamba mimi nilianzia hapa mpaka nikajua masuala ya kubandika sticker, masuala ya kujua kutumia mashine. Utupe ile tujue. Pengine ujuzi huu ulitumia gharama, ulijifunza, either ulishikwa mkono na mtu. Ni vitu ambavyo nataka kujua kutoka kwako. Kuhusu kupiga sticker. Kwanza nilianza muda sana tuseme, yani miaka 4 iliyopita. Ndio. Sasa hivi ni 2026 tuseme. Kwa kwenye 2023 huko ndivyo ulivyoanzia. Mimi hapa nilikuwa nakubali sana mambo ya wiring ya gari, pikipiki, ilikuwa ndo nataka nipige mishe hizo hapo. Lakini sasa mzee wangu kunipeleka kule garage nini kwenda kupiga kazi kule nikamwona artist ambaye anapiga sticker. Mimi nikasema hii kazi kweli nimeikubali. Mimi nikaongea na mzee nikamwambia mzee, bwana mimi nimeona kazi fulani pale, ile kazi mimi nitaikubali. Mzee wangu akanambia kweli. Mzee wangu akaniunganisha naye yule mjomba. Yule mjomba akataja, wajua kila fundi au kila mwalimu anatakiwa ana kiwango chake. Akataja kiwango chake, mzee akamtimizia, nikaingia kujifunza. Kwamba wewe umejifunza kabisa hiki. Mimi nimejifunza kwa fundi ambaye naye pia alifunzwa. Sawa. Lakini wewe ulienda garage kwa lengo la kujifunza masuala ya wiring, umeme wa vyombo vya moto, si ndio? Lakini baada ya kufika kule ukaona kuna fursa nyingine. Nataka kujua hapa nini ambacho kilikuvutia zaidi? Ikiwa ufundi wa wiring unaingiza pesa na vyombo vya moto viko vingi vile vile, na sticker na zenyewe ni hivyo. Yaani kitu gani ambacho kilikupa motisha kutoka kwenye ufundi wiring wa vyombo vya moto mpaka kuingia kwenye sticker? Hapo kwa sababu mimi mwenyewe kwanza kabla sijajipa idea ya kuja kuwa artist wa sticker, mimi mwenyewe ni mchoraji ambaye nilikuwa nachora shule nini, walimu walikuwa wananipa kazi zao na wachorea. Sasa nilipofika kule nikaona kwa nini nisijiendeleze mtaani, kumbe kuna mishe kama hizi. Kwa kwamba wewe talent ni artist talent, lakini mara baada ya kumaliza masomo ukawaza niende nikasomee wiring. Umeenda kusomea wiring, unaenda kukutana na kile kitu ambacho kiko kwenye talent yako, ukaamua kuachana na wiring. Mimi binafsi yangu kwa haraka nilikuwa najua pengine ni maslahi ya kipato, kwamba kwenye sticker kuna kipato zaidi tofauti na kwenye wiring. Nilidhania hivyo. Hamna, kila kazi na kipato chake na kila kazi ina ukubwa wake. Unaweza ukasema wiring anapata hela kuliko mtu wa sticker, lakini ikaja kuwa ni uongo. Inaweza ikawa ni mwenye sticker anapata hela kuliko wiring kutokana na kazi ilivyo. Unaweza ukubwa wa kazi ukawa hivi, ukubwa wa kazi ukawa hivi. Unajua kila kitu mapenzi ya mtu kuwa na kazi yake. Kila mtu sio anayefanya kazi, mwingine anataka tu apate hela, mwingine ni mapenzi. Kama mimi kwanza nina upenzi nayo kazi yangu, naikubali. Sawa. Na tukiachana na hivyo, unajua vijana tuko wengi na mission zimekuwa ni changamoto, na maanisha vitu ambavyo vinaweza kuingizia maslahi. Unakuta vijana wenzetu wanakuja kujihusisha na vitu ambavyo pengine vinawakatishia uhai au vinawatoa kwenye uhuru, na wanakuwa pengine nyuma ya nondo, nikimaanisha wanakuwa magerezani kwa makosa mbalimbali ambayo yanasababishwa na ukosefu wa kazi au ajira. Binafsi kwa sababu wewe umeshapita kwenye wiring,
umekuja upo kwenye masuala ya stika. Kwa kijana ambaye yuko mtaani, una nini cha kumwambia kwamba ana uwezo wa kutafuta fedha akaja kwako akajifundisha, au akaenda sehemu akatafuta mtu wa kujifundisha kulingana na ukaribu aliopo na akajifunza, na unamhakikishia vipi kwamba hii kitu inaweza kumuingizia kipato cha kujikimu yeye kimaisha? Mimi hapa kwa kijana mwenzangu wote aliokopo mtaani, yani naona uzuri aende akatafute kitu ambacho ana mapenzi nacho. Aiza kama ana mapenzi na stika, akatafute stika sehemu kunapopigwa stika naye ajifunze, amtafute fundi amfundishe. Kama ana mapenzi na wiring, amtafute fundi amfundishe welding. Unajua kila kitu kina mapenzi na mtu anavyojifunza. Unajua mjini kuwa na fani muhimu, kuwa na fani muhimu. Kwa hiyo bila fani huwezi ukaishi. Unaweza ukasema mimi najifunza alafu kwa nini sipati hela? Unaweza ikatokea tu siku. Unajua kila kazi huwezi ukajua. Sababu sisi ambao tumejiajiri wenyewe ni kitu ambacho tunakisubiria tu kije kitokee, lakini sio kana kwamba tunafanya kazi ili mwisho wa mwezi tulipwe. Sisi tunafanya kazi inapotokea. Kwa hiyo unajikuta kwa siku umekaa hamna kazi, lakini inatokea siku ambayo hujatarajia wala kutegemea ukapata kazi ambayo inaweza kufidia na zile siku zingine. Kutokana na fani yako ambayo umejifunza. Kwanza ukiwa na fani unaishi kokote. Sawa sawa. Kwa mfano nawekea mfano kwa maslahi ya watu wengine. Kuna vijana wengi sana ambao wako eneo hili la Mwang'ombe Tangasisi. So katika ile eneo la Bagamoyo Mwang'ombe Tangasisi, kuna vijana ambao wanaweza kawa na talent ya uchoraji, wewe hujui. Wakawa wanapenda hiki unachokifanya, wewe hujui. Na wao wanashindwa kukueleza wewe kwamba bwana mimi hiki kitu napenda, na wewe ukawasaidia kwa namna moja ama nyingine. Una nini cha kuambia kupitia kipaza cha Robe Media? Mimi kwa kijana wote ambaye mwenye talent kama yangu, mimi sina noma. Unakuja, tunaongea, tunakaa chini. Sema kikubwa tu uwe na uvumilivu na kazi. Kazi ina changamoto, na kazi katika kujua lazima ukutane na vitu vingi. Lakini so umekuja alafu tunasema pale bwana hivi na hivi, hamna nini. Hamna, kila kitu kuna changamoto zake. So unajua? Lakini mimi sina noma. Sijui kijana ana talent anataka aje fresh. Ofisi kubwa. Unakuja muda wote fresh, tunafanya kazi. Na kwenye gharama unaweza kuwadokeza au unaweza kuhakikishia kwamba gharama haiwezi kuwa kubwa sana ya kujifunza hapa kwako? Gharama siwezi nikasema mengi kutokana na nini? Naweza ikawa mtu kamtajia gharama alafu jinsi yeye mwenyewe anavyotaka. Unajua kila mtu, kuna mwingine anaweza akaja mimi nataka nijifunze kitu fulani, mwingine anataka ajifunze kutumia kompyuta kuhusu kwenye plotter hii hapa. Au mwingine mimi nataka nijifunze kupiga sticker. Tu kawaida ni kwa sticker tu. Bwana mwingine mimi kitu fulani siwezi kukifanya. Nataka nijifunze hiki. Lakini unaweza ukatudokeza kwenye hizo sehemu, labda kwamba mtu anataka kujua matumizi pamoja kuanzia kwenye program ya ArtistCut pamoja na hiyo plotter. Umeona? Kutumia hivyo pamoja na vifaa vingine ambavyo vinajihusisha na kazi hii. Anataka kujifunza hivyo, unaweza kumwekea link kwamba ukiona kiwango hiki tunaweza kuanza kufanya mazungumzo au na nikakusaidia maelekezo. Na kwa wewe ambao unahitaji kujua tu kubandika sticker bila nakshi yoyote, kwamba ni sticker ni hiyo hapo na bandika tu hapa sticker. Umeona? Hivyo. Kwa unaweza ukatudokezea. Kudokeza kiwango uongo brother, kutokana na jinsi ya mtu. Kila mtu unajua anaweza ukamchukulia ukamwambia bwana mimi napokea mtu kwa kiwango fulani, afu kaharibia. Kuna wenzako ambao wao kazi yao ni kitu fulani, washaka kitu fulani. Kwa hiyo kila mtu ana upokeaji wake. Siwezi mimi nikataja. Yaani unatuhakikishia kwamba hapa kijana akija lazima tumtaelewana. Kijana wote akija tunaelewana fresh na tunakaa na tunafanya kazi. Kikubwa uaminifu. Sawa. Pia kuna wale ambao wana vijana wao ni wazee, tuseme ni wazee au ni mtu ambaye kidogo kipato chake ni kikubwa, pengine anaweza kawa na mtaji alafu ajue ni nini afanye au awekeze kwenye sekta gani. Anaweza kawa na kijana au hana kijana, namaanisha hawa ni washua au unaweza kusema mabosi, sijui unaelewa. Yes. Una nini cha kuambia hawa mabosi
kuhusiana na hii biashara, kwamba akiona mtu anaweza fanya hii biashara, pengine kuna vifaa ambavyo huwa mnafeli kuvinunua, unahitaji mabosi kama unawezekana wanaweza kawekeza na wao ule uwekezaji wao wakawa wananufaika nao. Umeona? Umeona kwa mfano kwamba kuna mabosi wananunua pikipiki wanakabidhi vijana, si ndio? Vijana wanakuwa wanatoa kidogo kidogo mpaka ile pikipiki inaisha, inakuwa ya kwake. Either anaweza kawa yeye ana kila anachokiingiza asilimia kadhaa anapeleka kwa boss na yeye anachukua asilimia kadhaa. Umeelewa? Yes. Kwa hivyo wewe sasa kwa upande wako kwenye huu artist, unajua kuna vifaa vingi. Mimi sio mjuzi wa vifaa, lakini unajua unaangalia kwamba artist fulani ana vifaa hivi na huyu ana vifaa hivi. Kwa kuna yaweza kama pengine kuna vifaa vingi, lakini uwezo wa kuvinunua ikawa ni changamoto, na pia kuna mtu anazo fedha ziko ndani haelewi awekeze sehemu gani. Unaweza ukawa na vifaa au unaweza, yani hapo sijakuelewa, kuwa na vifaa gani au yani kwamba yuko boss haelewi awekeze kwenye nini. Uko kijana ambaye kwenye kazi yako kuna vifaa unahitaji kuwa navyo ila hauna pesa. Sasa una nini cha kumwambia yule boss kuhusiana na biashara yako? Kwamba ikitokea labda pengine kuna mabosi waweze kupita kwa vijana kama hivi, waulize kama bwana kuna hiki unafeli, naweza nikakuongezea hivi, mkazungumza hivyo. Ndio, bosi wote anaweza akanunua plotter, akanunua mashine, akanunua sticker, akawa na duka lake kubwa. Wapo vijana ambao wanajua kutumia plotter, ambao wapo wanajua kupiga sticker lakini hawana ofisi. Lakini unaweza ukamtafuta kijana ambaye anajua hizo misho kuzifanya. Yaani kwamba bosi anaweza kama amenunua vitu vyote na akamtafuta kijana kama anavyofanya watu wa maduka spare. Nimeona watu wa maduka spare wananunua spana, anakuwa duka lake lina spare, anamchukua kijana ambaye anajua kutengeneza pikipiki au masuala ya wiring, anamweka pale dukani. Kijana anaingiza hela yake ya ufundi na anaingiza hela yake ya bidhaa. Kwa hiyo nataka umaanishe hivyo kwamba mtu anaweza kana duka lake la pengine la sticker, akanunua na vifaa kama hivyo plotter na vitu vingine. Ndio. Anaweza akanunua vifaa, akanunua sticker akawa nazo tu, na vijana wakaja wengi zaidi ya mimi, wanaweza wakaja wengi wakawa wapo wanafanya kazi kwake. Sawa. Kwa kumalizia, naona muda wetu unatutupa mkono. Kwa kumalizia, una nini cha kuambia wanafamilia wa Lobe Media pamoja na wateja wako wa Jayvo Artist? Mimi cha kumalizia tu na washukuru sana wanangu wote ambao wako katika mkoa wa Tanga ambao wananisupport kuhusu masuala ya mastika. Karibuni sana wanangu. Sehemu ambayo nimekosea tunasameheana, na sehemu ambayo inatakiwa kurekebishwa tunarekebishana. Sio mtu nimekupigia stika hujapenda alafu umeondoka umeenda kunilaumu mbele kwa mbele, sio vizuri. So umekupigia stika oya Jayvo hapa so fresh, hapa umenifanyia hivi na hivi, mimi naweza nikarekebisha. Sawa. Awatajie namba zako za simu kwa wale ambao wanahitaji kufuata na kupewa huduma. Namba zangu za simu, namba yangu ya kupiga kawaida ni 0788 640597. Namba yangu ya WhatsApp 0678353411. Unaweza kuzirudia hizo namba kwa yule ambaye hajaiandika labda? Ya kupiga ni 0788640597. Ya WhatsApp 0678353411. Shukrani. Pia wakati mwema na kazi njema. Poa. Langu jina ni Lobe Brand na hii ni Lobe Media, na kuelekea mchuano ya Derby ligi kuu, na wahakikishia kwenye ile website yetu ya lobemedia.tv rasmi utaangalia mpira live bure kabisa kwa kutumia simu yako. Hakikisha una bando tu, kuanzia bando la jelo linatosha kuangalia vipindi vyote, kuanzia uchambuzi mpaka kipindi cha kwanza, kipindi cha pili mpaka hitimisho kabisa kupitia lobemedia.tv.online. Hakikisha unaigusa hiyo Lobe Media kwenye ni website moja makini, iko good kabisa. Na wale watu wa biashara karibuni. Safari hii tunaanza kufanya matangazo kuanzia ya AI na kadhalika. Na wale watu wa muziki njoo na voko yako, njoo na nyimbo yako. Producer niko hapa, producer by AI hapa. Unanitumia ukiwa mkoa wako yote, unanitumia sauti pamoja na nyimbo yako uliyoiandika. Mimi nakukabidhi audio yako kwa shilingi 30,000 tu, na ukiwa na 100,000 utapata pamoja na video yako ya AI. Wewe nitumie picha ya mchumba ambao unataka awe kama video vix, pia na picha yako kama msanii. Hilo limeisha. Naitwa Lobe, mkali wa kuchalaza. Wengi wananiita Lobe Brand, na hii ni Lobe Media. Subscribe. Ciao.